kuna nywele imesimama. Ndio hiyo shida za kubana ndio hizo. Nakuuliza. Leo tuko na baba Kijacho. Wewe, simite mtoto wangu Kijacho. Kwa nini? Kijacho ni kidudu. Huyu ni binadamu. Mambo ya Kijacho mkome na wewe. Huyu ni mtoto. Sema Kijacho. Mama wajae au anayekuja, sio Kijacho. Kijacho ni kitu. Yaani, ukisuga Kiswahili atusijui. Ndio hivyo tumezoea kusema mama Kijacho. Mimi na baba Kijacho. Ndio hayo mazoea yenu mkome na watu wangu. Kijacho ni kitu. Sio mtu. Huwezi kusema mtu Kijacho. Mimi nisema kinakuja. Ni kinini? Kidudu. Kwa hiyo hapana, sio sawa kusema mama Kijacho. Hapana. Kama ulikuwa hujui sasa umejua. Tunazoea maneno lakini hayana sio mazuri. Haya, baba ajaye. Bora useme hivi. Baba ajaye huyo hapa. Muda mrefu hajafanya mazoezi lakini kitambi hamna. Kwani siri ya mafanikio ni nini jamani? Sisi tunafanya mazoezi kila siku tunazidi kunenepa. Mimi na mazoezi yangu. Yapi? Najua mimi. Hayo ndio haya. Mazoezi moja hapo. Mengine niko serious. Watu wana struggle sana na unene. Na wengine wanafanya mazoezi wakifikiri mazoezi yatawasaidia kupungua. Wewe una muda hivi na muda gani hujafanya mazoezi? Wewe ndio umekuja kwa mara ya kwanza. Mwaka. Lakini mbona kama umepungua zaidi ya ulipokuwa unafanya mazoezi? Siri ni nini? Serious kabisa. Maneno mawili. Acha kula. Acha kula. Utakufa. Unakumbuka ile? Ukiacha kula si utakufa. Ndio hivyo. Kwa hiyo wewe hauli. Hawezi kufa. Mimi niko serious. Huwezi kufa, acha kula. Acha kula. Kwa hiyo yani wewe acha kula. Wewe umeacha kula. Kweli niko serious. Nakwambia acha kula. Mimi nakutengeneza. Sasa wewe unaishi na wewe unajua. Sasa weka vizuri, ongea vizuri watu waelewe. Yaani ambaye ana shida na kunenepa. Maneno akamwambia ni hayo mawili tu. Acha kula. Yaani wao nikisema hivyo wananielewa kwa sababu hamna mtu ambaye ni mnene ambaye alitoka nje akapumua mdomo tu akawa mnene. Tunasemaga hivi mimi na asili ya unene. Hamna kitu kama hicho, hamna asili ya unene duniani. Jamani, tunasemaga mimi na asili ya unene. Hakuna asili ya unene. Genetics zangu. Sema hivi una asili ya kula. Sio asili ya unene. Unadanganyana hapa. Una asili ya kula, hamna asili ya unene. Kwa sababu hata huyu mtoto mwenyewe alikuwa tumboni. Wewe mwenyewe ukila ovyo ovyo. Na yeye ataanza kula ovyo ovyo. Kwa hiyo mimi nitaelezea nidhamu sasa hivi. Huyu akitoka tayari anaweza akakunyofua nani? Chuchu hiyo. Kutokana na misosi uliokuwa unampa. Chakula hizo genetics zinatengenezwa kabla. Kwa hiyo unene ni chakula. Kwani ni chakula. Unataka kupungua? Kwani wewe ngoja nikuulize swali moja. Ushaikuona nchi yoyote ambao watu ni maskini, kuna vita, ukakuta mtu mnene? Ukikuta kwenye vita maskini mtu mnene, basi huyo aidha ndio wako kwenye madaraka au wao ndio madoni. Huwezi kukuta mtu mnene. Huwezi kukuta mtu mwenye shida afu amenenepa. Unenepa nini? Hata utapia mlo wenyewe unafikiri unakuaga wapi? Ni kwenye mwili. Si hapa tu mbele, tunakuwa kitumbo kile kwa. Sasa mbona kiboko anakula majani na ni mnene? Sasa ule ni chake si majani. Kwa naye apunguze kwa nakubali kwamba nature ya unene ni nature. Sasa huyo kiboko mchukue afu asipewe chakula uone kama atakuwa vipi. Mchukue ile kiboko mumfungie uone. Watu wanao struggle na unene waache kula. Ngoja nikurahisishie. Basi ngoja nikurahisishie. Hakuna mtu anaye struggle na unene. Ngoja niweke maneno vizuri. Sogea karibu wasikie. Hakuna mtu anaye struggle na unene, ila watu wana struggle na discipline ya chakula. Tupe vizuri kwa mfano. Ndio hivyo, wana struggle kuacha kula, wanakula ovyo. Tupe mfano wako. Discipline yako unafanyaje? Wewe unafanyaje? Unakula unaposikia njaa kwanza. Auli kwa sababu ya masaa au mchana, jioni, pia asubuhi. Unakula kwa sababu unasikia njaa. Pili, unakula portion ya mkono wako, chakula kidogo. Pili, unakula chakula ambacho ni cha afya. Umemaliza. Acheni kula. Unahitaji kula jamani. Asubuhi supu, chapati. Ngoja mwambie. Mwili uko yaani Mungu alivyotuumba kutengeneza tule visinia.
Yaani chakula kinatakiwa tuwe kiwe cha kutosha wewe mwili uendelee kusurvive. Ambao mwili wako unahitaji chakula kidogo sana. Sasa kinachotokea wewe kwa sababu mwili wako unahitaji chakula kidogo, unakula kingi. Kwa hiyo mwili wako lazima ustore. Kwa hiyo kila siku unavyostore utumii, maana yake unazidi kujaa. Umeelewa? Kwa hiyo sasa ukitaka kutoa zile inabidi uache kula ili mwili wako uanze kujipunguza wenyewe, uanze kuchukua zile cells ambazo zimekufa na zigeuza ndo zinakuwa chakula. Haya, unaacha kula, unafanya hiyo process ndo unapungua. Haya, unaacha kwa muda gani? Muda gani? Yani unaposema yani ndo milele, unatengeneza hiyo routine ya milele ambayo yani kwa siku ambayo unakula vitu vya afya, afu unakula pale unaposikia njaa. Kwa hiyo kwa siku unaweza kula mara ngapi? Mara moja tu inatosha. Sasa chakula kidogo, chakula kidogo mara moja. Wakati mwingine maji bila chakula. Matunda bila chakula. 24 hours mara moja inatosha kabisa. Kwani zamani watu walikuwa wanakulaje? Huko miaka hiyo, si miaka ya elfu iliyopita walikuwa wanakulaje? Walikuwa nafikiri wanakula mara 2 au mara 3. Hizi si ni propaganda za wauza vyakula tu. Hii ya kula asubuhi. Hii ma 3 times a day. Wauza vyakula ndio wametuwekea propaganda yao. Pamoja na snack katikati na nini. Yaani hao wanauza vyakula. Kwa hiyo lazima watupige. Lakini zamani watu walikuwa anaondoka asubuhi anakula juu kitu kimoja. Sana sana likelihood ni mara 2, lakini mara nyingi watu wanakula mara moja. Kwa sababu muda mwingi watu wanafanya kazi. Kwa sasa hivi watu wamekaa na wanakula sana. Watu wanafanya kazi sasa hivi. Yaani wamekaa, yaani mwili haujishughulishi. Haufanyi chochote. Alafu anakula sana. Zamani alikuwa anajishughulisha sana, alafu anakula mara moja. Kidogo Wanakula set moja. Okay. Jamani nimemsikia baba ajaye. Acheni kula. Chakula. Kama sumbua. Ulimwambia dada mmoja acha kula. Angalia. Mapanic. Kwa sababu maneno tunatumia sawa sawa. Wewe unasema ana struggle. Hamna mtu ana struggle na unene. Tuna struggle na chakula. Pili, shida yetu sio unene. Shida yetu ni chakula. Discipline. Nidhamu ya chakula. Tumbo ngoja nikwambie. Tumbo ni kiashiria kwamba wewe una changamoto ya nidhamu ya chakula. Simple. Moja kwanza. Yaani mtu mwenye kitambi. Yaani ni ushahidi kwamba wewe una changamoto ya kula. Una changamoto ya kula. Kwamba unakula sana. Basi tumemaliza. Na kama mtu yote mwenye kitambi na mwenye flat tummy. Mwenye flat tummy maana yake ana discipline ya kula. Au ambaye tumbo lake hapa lionekane. Hapa ndio hivyo vae madera haya. Hiyo ni issue nyingine tu. Kwa hiyo na mtu ambaye hana discipline ya kula. Ndio hivyo lazima tumbo utaliona tu. Kwa sababu tumbo haliwezi kuja yani kwa kutokula, hakuna kitu kama hicho. Kuna mtu alisema hivi, siwezi kufanya biashara na mtu ambaye kitambi. Alisema yao. Nani yule Tate nafikiri. Anaitwa Tate. Alisema hawezi kufanya biashara na mtu mwenye kitambi. Kwa nini? Kwa sababu hana discipline. Kwa hiyo kama una discipline moja, kuna uhakika kabisa discipline zingine utakuwa huna. Yaani ni sawa ukasikia jamaa huyu ni kibaka. Alafu wewe kesho unataka kwenda kufungua naye shule au kanisa. Lazima atakuumiza tu at some point. Kwa sababu hizi ni trait, ni behavior. Ndio maana ukikamatwa na kosa hili inabidi polisi wachunguze na mambo mengine. Wanaweza kukuta na mengine makosa 100 mengine. Kwa hiyo kuwa na kitambi ni part ya discipline. Jamani. Nidhamu. Jamani baba ajaye mmemsikia. Leo amekuja kwenye Mtindo Bora na somo zito la discipline ya chakula. Wale ambao mnataka kupungua, usikimbizane sana na mazoezi. Mazoezi sawa, asilimia ngapi mazoezi? Mazoezi ni 30. Haya, chakula 70. Imagine. Chakula 70. Sasa nyinyi hangaikeni na mazoezi yenu. Sasa kuna watu na mtakufa na vitambi vyenu. Lakini hapungui. Mtakufa na vitambi vyenu. Wale ambao wanafanya sana mazoezi hauwezi kupungua kwa sababu bado unakula. Tena unaifanya mazoezi ndio unaweza kanenepa zaidi. Kwani unaona wale mabauza hapo? Unaona wale mabauza lakini tumbo hilo yani wakubwa. Kwa sababu gani? Ukifanya mazoezi mwili wako automatically unatengeneza appetite. Kwa hiyo chakula pia inaongezeka. Kwa hiyo ukitaka upungue inabidi ufanye mazoezi afu ule kidogo. Haya jamani. Asubuhi njema. Nani yule? Nani?